Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi nimeokoka na nampenda Yesu. Kwa majina naitwa Robert. Mimi Mungu ameniokoa. Amenirehemu. Na ameniweka hai. Niko na sababu zote za kumshukuru Mungu. Ukisikia confirm. Confirm ni kikundi fulani yenye uko Nakuru. Confirm ko kikundi demiten komo siba Nakuru. Hiyo ndo Notorious Gang. Nena kod missing do barnoti. Haogopi polisi. Maiwe ya askari. Haogopi raia. Maiwe hivi kwa eme. Yani ni kama mtu ana kitu ya kulose kwa maisha. Yani chiki ni wa magenge utkopoteza kitu getugul. Wanafanya kitu yoyote. Imucho kwa yaki getugul. Kuua si jambo kubwa ukiwa confirm. Akot kobar ko magino kukurenge confirm. Na si kuua tu. Unatocha mtu ambao unamuua. Ndegere tita imucho tibar kityo. Inyalili chito. Na hiyo confirm ilitoka kwa ile message ya M-Pesa ile nyokituma pesa inakuletea confirm. Ako kwa kana kikuren confirm. Kukibuni ujumbe na niliyakta revishi ke M-Pesa kukuone kole confirm ka iyakta na ka inyoru. Sababu confirm ni scammers. Amun confirm ko scammer. Utatumiwa message. Kia ku message kubunu M-Pesa. Udanganywa umetumwa pesa wrong number. Ingoli lenga kia kwa revishi kubuna namba ine manoton. Udanganywa ni customer care Safaricom amekupigia. Hivi chini tita simu takile cha customer care. Na pesa yako yote itaenda. Ako bara besha gukutogol. Hujalazimishwa lakini umefinya. To magi lazima lene kai chilo kwa bara bini. Ile masona gutuka imeenda yote. To rinyene kwa ako batugul maitinye ki. Wachui kitu. Magi matugu na gotki. Pale kwa accounts ukiingia TikTok. Yewo lipa TikTok Ukiingia Facebook. Iwe Facebook Instagram. All social media platforms. Akchan tukul chan. Kuna zile fake accounts. Ko miten anyu cha manyalu notin. Fake companies. Miten companies ya manyalu notin kora. Unauziwa simu, unauziwa pikipiki. Kiu kia leo simu, kia leo na pikipiki. Ot kari. Brand new second. Ne umpia na kocha kinge wa isi. Unauziwa simiti, chuma. Ako simiti, chuma ini. Hizi kampuni zote kubwa. Kampuni chueche, tugul. Utadanganywa. Kiengoli kityo. Unauziwa picha, utauziwa picha. Kia leo na kot picha it. Na itafika. Ako mahitu. Tena utarudi tukupigie. Akinyeke wakara nyeke virusi boy. Tukusevishe tena namba, hiyo namba utasave namba Safaricom. Kia kuna pale 7 chiba Safaricom kora. Nikutume kwa agent wa M-Pesa. Yakte ni M-Pesa. Tena wewe agent wa M-Pesa tumuibie float yote. Hiyo M-Pesa kivyo kora float tido otogol. Yaani unaibia mteja mpaka anabaki anapiga nduru tu. Even togol ko tayo ko ngeti chitakitoko wache moti dogi. Saa zingine utaibia mtu kumbe alikuwa anatatak. Mara kama chiko nyoru chita. Mwenye alikuwa kando yake anapiga hiyo namba anakuambia umefanyia nini mama yangu ama umefanyia nini baba yangu. Ina magile chikeme ya chini ya menyu ke tieme ilionje. Utachukua pesa mtu tuseme alikuwa anafaa tu hospitalini. Mara kama kwa hospitali. Unachukua mpaka pesa matanga. Hiyo kwa tiwa mazishi anacheka no range ito. Na itaenda. Ako ba tukul. Kila kitu inauzwa online. Tukul jankiala online. 80% ni fake. Pase no ko bandia. Huko Nakuru mtu anamaliza shule vijana. Nakuru yanga tarbarotik sugul. Ko iko confirm. Huko ghetto. Kama simba ghetto. Na ile wakati confirm tuseme juu si pesa utashika kila siku. Ako confirm kama chita ni nyura besha gen kila. Tuseme mambo yendi vizuri venye unatarajia. Mara mabendi tukugomye ko le maktai. Visu. Broto no ganyo. Uchukue panga. Anani bange tanyoni. Uchukue pikipiki. Bigi. Ama utembee mguu. Anaiwe na tagelo. Kadhaa. Iwe ita uniseke change. Tunapatana na wewe live. Tunakutolea kisu. Kiche chenye rotwet paroti galaki. Tunachukua simu yako. KFC moingunge.
na utaweka pin ya mpesa, akinde pin chebo mpesa makine ui utafungua simu na uweke pin, upende usipende. yote simu na akinde pin chamana kuyesie Na ukikataa u resist, anayesha pia kabisa maisha yako itaenda. koendi sabet anyun Tuko naona ni kama ni big deal hata kuua mtu. maigerot kile kino kebar chito akot Lakini hiyo maisha isaidie. Juu hiyo pesa hata ukishika, hata umeshika pesa ngapi, lakini sabona takomatorte onde na mara bisheke ni pesa mingi mtu anashika, si pesa kidogo. nami titabisheke cha mara bisheke jetute Hiyo pesa itaishia kwa ulevi, kora bishata takobet kinanye maye itaishia kwa bangi, pendi anyun ka komosi babangi itaishia kwa miraa, pendi komosa nebo mira itaishia kwa usherati. pendi komosta kesesnote Tena kesho unaamka una kitu. akinget karon kometinye ki kora Yani ni pesa ya kilio, watu yani wanalia. rabishek chebarire kityo Ukioka confirm hata askari ya kustui. akot yanga iko confirm mamu na kota sikarindet Kiona ndo askari unakaa chini. yegero na polisi atita bato zikityo Ama unapatana naye. anaotu yaginende Hata yeye mwenyewe atakuita mkubwa. akot tena koi mujot kolabat ko torokan kora Na utampea kitu yake kidogo. Juu hii kazi pia Gamun boisioni kora maaskari wana support bado pande ingine. toreti kora polisi ko Juu ya mastage corruption. ngamun en blung Atakushika, ufisadi nomini atakuitisha 40,000. ako lechin ilipan rabishek 40,000 alan ko lechin ilipan 100,000 ichenge rabinik choto akikoi memache rabinik chechang Hadi ikifika ile ata next end amekushika, memache ngalek chechang akot ngiit ole ukifika kotini kanamini pia confirm ina kesi. ngiiti kundi noto ko matindo kesit confirmed Utauliza tu judge swali kama 2-3. itebe kityo judge Lazimisha yeye ndo aliweka. mwamuzi noto aeng tebutik aeng anan ko somok Nilikula tu na akili yangu. ile chai kityo kwa makakilinyu Pia judge atakupiga tu hapo cash bill. kolechin kora kokonin bilit kityo Utoe na jaji utoke. akilipan akimande Lakini hiyo maisha isaidii. ako matoreti sobonoto Hiyo maisha ni ya kifo. ngamun sobonoto kobo meet Ama unapata mtu anachizi tu. anan Mtu inyoru alikuwa poa anarudi anakuwa wazimu. inyoru chito kokomi komye ako kotwal metit kityo Mimi vile unaniona hivi, ane ikero kouni nimepoteza rafiki zangu hata siwezi hesabu more than 30. ko kiabet choronokchuk Hivi. chesire sosom alak akot ko tesetai juzi. komeitos akot ain Kuna kijana tu mwingine fulani tulikuwa na yeye ile urafiki za pombe zile. komi kichanaet agenge neko chorwenyu eng chorwandi nebo maiwek Alipigwa risasi na OCS. kimwok OCS Hata sasa hivi tunaongea kwa mochari. Akot- keng'alali nguni komite mochari After nimeokoka, yekengasiku nilikuwa natembea akanipita juu ya pikipiki. kosira eng pikipiki Hakutaka kusimama, nilimsimamisha hakutaka kusimama. mamach kotelel kiatelel ko mamach kotelel Akapata nimevaa tu suti. konyorwo kokalai sut Akaniambia wewe ni fala. kolecho iberber Wewe ni fala. inye ko iberber mising Wewe unavaa suti, wewe ni fala. ilachi suti iberber mising Mimi nikaamua tu nikasema tu sawa, mimi ni fala wa Mungu lakini atil kityo alechi at neberber nebo Jehova mimi najua kobate pe Mungu amenitoa ni mbali. Siwezi bishana bado na yeye. angen anendet angen ole koimutune na Jehova lelo makoi akeborye tuwa Nikaenda shughuli zangu. atestai ak Nikumaliza boisionik wiki chuk 2. matara ko tukisiek aeng Naona wamempost RIP. agere kokakeposten kole ru komye Amefunguliwa cabin. Ka- Kichwa. ka Na risasi. kokimwok metit koyatak Vijana wamekufa huku nje na vijana wanaendelea kukufa hata last month kikomeyo neranik eng Hapo sangolini bondeni. ako tesetai komeitos kuna akot vijana araweni tu- kosirto walikuwa wanaona tunapita, si tunaonyesha tunaweza hubiria, wanatuambia nyie endeni, hakuna kemneza tuambia. kimi neranik chekikibendi kelechi much kiamdewa kikonech kolechech mami ki netos omwawech Zile beef za vijana wakaanza kudungana wenyewe kwa wenyewe. sasisiet nebo neranik nebo akot ketorge ichegen 30 minutes vijana kama 3 washauana. sasisiet nebo neranik nebo kotorge ichenge eng ichege
wengine kawa 5 kwa ICU. Alak mood komite ICU tango itane boneranik. Kuna wengine utapatana na hao. Mi alak nginyoru. Unaongea na hao wanakuambia hiyo kanisa yenu inakuwa ya ujinga. Ngingalala kicheget komongoli kolechin kanisa na ngwango bat berberiet. Mimi namwambia kanisa ni kanisa. Akamwachini alechini kanisa kwa kanisa. Kanisa ni ya Mungu. Wewe uende kuangalia watu wako kwa kanisa. Wewe enda uongea na Mungu wako. Kanisa kwa Jehova mebadilishe mienendo yako. Mewendi gere bikche mi kanisa. Wiyo ngalala Jehova ki walortin wego. Anabishana na mimi. Kwa kirinda. Hata ikai sana. Maimunyi missing. Ndugu yako hospitali ameraruliwa mara zilianguka nje. Ikase kwa mite hospitali kwa kigerer. Huko nje vijana wanakufa huko Nakuru. Each and every Sunday lazima vijana kufe, vijana confirm. Kila betut konyoru barnotik chekagobe. Kuna wengine bado hiyo tu last month part 1. Tulikuwa tunafanya nao confirm. Inyoru icheka tigia tukulen confirm. Walibia mteja. Ko kiibenti ana customer yate. Wakanunua gari. Kwal garit Mazda Demio. Kwal Mazda Demio. Iko last a week. En wiki negonya. Iliwaua wote wakiwa vijana 7. Ko kikibar tugul tisap. Waliingia chini ya trailer. Ko kibang ngwenye trailer. Na wakakufa hivyo. Ako bek tugul gounon. Bifu za vijana bado vijana wanauana wenyewe kwa wenyewe huko Nakuru. Ukiwa confirm. Inyoru barnotik ispare icheka na nicheka nen confirm. Pesa kidogo tu. Rabinik tutukin kityo. Tutascam 10,000. Around 2,000. Tuko hivi wawili. Kimi ko kiyoeng. Jumi naona mimi naweza ambia huyu huwezi niambia. Aniki elewu tamane komiten nguni icheka oengu chigisige. Badala nimpe yake 5,000. Yogi ngogo 5,000. Nimpe 4,500. Ongetu ak 500. Hiyo 500 itakuja cost maisha yangu. Ko 500 kono tonagi ya isabenyona. Ndio ataenda kuja na watu tuelewani mimi na hao. Kwa sababu elewane na hao. Keba kiguye gaene agene. Na waonyeshe mimi ni mbaya na watarudwa ni wandunge. Juko tu ni vijana kudungana ama upigwe risasi. Wekse ang nyugotorin gamuno linda ko parege gitoneranik anan ko mwagin. Mimi nimepoteza rafiki wengi tangu tu nikuwe mdogo mpaka saa hizi. Vijana hata wamekufa nje na wajua. Hata siwezi hesabu. Anendet ko kiabek choronok chechang kotaunege amingini mamucha kotait. Asante, wacha tumie tu Kiswahili ndio enda haraka kidogo. Ni vijana wengi bado nikienda prison huko. Kuna vijana wengi wako prison. Tulikuwa tunafanya nao confirm zaidi ya 50. Vijana ni wengi wameshikwa, wengi wamepigwa risasi. Alafu ukipigwa risasi mzazi wako analipia risasi imekuua. Hiyo risasi imekuua mzazi wako anarudi analipia. Yaani maisha si rahisi. Na sisi tuko nakaa huko, hakuna hata mtu wa kanisa ati ashaikuja ati anatuambia hiki mnafanya ni mbaya. Hiki yenye mnafanya si poa. Unaona tu mtu amevaa suti vizuri, amevaa tu ile nguo yako mzuri ya kanisa. Hataki hata kuangalia na kupita. Hata ukimsalimia, hataki kukusalimia. Anaona kwa utamchafua. Lakini vile senior bishop alituita tu siku moja. Kwanza kitu fani, ilikuwa asubuhi na tulikuwa kwa pombe tunalewa. Ndugu yangu alikuwa ameokoka kwanza, akanipigia. Akaniambia kuna pastor anataka kuongea na sisi. Dile tu nikasema acha tu niende nisikie Kenya anasema. Mimi nikaenda na tulikuwa vijana kadhaa hapo, kaa 6. Nikawaambia tuende hivi tusikie venye anasema, tarudi tu masaa. Kuenda kupata pastor fulani anaitwa Pastor Geoffrey. Kidogo senior bishop akaingia. Kwanza mimi nikashanga mzungu anaongea Kiswahili hii design. Nikashanga ni mzungu mgani anaongea Kiswahili. Alafu akaingia na mtu mwingine tena mrefu hivi amevaa suti. Nikashanga kwani leo wameamua ni sisi.
Lakini ile bado ukiwa bado confirm si tunaogopa. Unakuwa umejitolea ni kifo ni kifo, kitu itakuja Kenya nazaliwa tu inanyonyeshwa. Hivyo ndio watu walikuwa nasema. Naangalia tukasema acha tukae tumsikie. Akatuhubiria. Yenye tukaona kwani si ni nani tusibadilike. Sisi mawe. Yenye Mungu ni mkubwa. Kama aligeuza roho ya Farao, mbona mimi sibadilike? Nikaamua tu nibadilike. Mimi nikokoka hapo on the spot. Nilikuwa bado nimevaa bracelet. Kuna bracelet huwa mtu anavaa. Akaniambia nikate hiyo bracelet. Nikaikata. Na niliokoka mimi nikiwa mlevi. Ile masapombe inaisha kwa kichwa na shangaa hapa ni wapi, kwa nini nimejileta. Nikasikia nikimbie, lakini akaniambia tunaenda nawe kwangu. Mimi nikasema acha tu niende. Nikamua na roho moja. Nikaona yenyewe kwa maisha nilikuwa nafanya ni maisha tu ya hasara. Acha tu nifuate maisha ingine. Nione ka Mungu yenyewe anakuaga na yenyewe kweli Mungu wako. Mungu ni mkubwa, Mungu anaishi. Mungu ni mkubwa. Ukiamua tu peane roho yako kwa Mungu, haijalishi unafanya nini. Mimi nilikuwa mtu mbaya lakini sasa ni mtu mzuri. Mimi nilikuwa najua Sunday ni siku ya kutembea, unaenda ulevi na kisu zako 2 ama 3. Sunday mimi sikuwa ati najua ati naweza enda kanisa. Ni kuamkia utarudi Monday asubuhi. Lakini siku hizi mimi hata sitembei na kisu, natembea tu na Biblia yangu na notebook yangu na my Bible. Kuhubiri tu Injili. Na mimi huwa nahubiria bado mavijana nilikuwa nao okoke. Na bado vile niliokoka niliongea bado na vijana kadhaa. Niliwapigia simu nikamwambia mimi yenyewe nimebadilika, mimi sitaki hizo maisha. Kuambia hivyo, wa kwanza akakuja, wa pili akakuja, tena vile tunaendelea kuambia hivyo, wanaendelea kukuja. Mimi ningependa kuambia usione ati mlevi anatembea hapa nje, umwasiu, museme mimi siwezi ongea na huyu. Ukiwa kwa kanisa, unafaa each and every Sunday unakuja na watu 2 ama watu 5. Wewe tu kazi yako ati mimi nimeokoka, mimi naenda tu kanisa. Ukingoja siku ya mwisho. Kuna hapa hivi souls zimepotea hapa nje. Hazijui hata ziende wapi. Na ukimkaribisha kwa kanisa, atakuwa hapo. Hao wenye wanakunywa pombe si wote ati ni wabaya. Wengine depression. Wengine ni venye mmeambiwa mtu amevutwa kazi, nini imefanyika, mambo mingi. Wengine walijipata ni situation ya environment. Lakini ukimhubiria atakusikia na atakuja. Binadamu si mawe. Ukiona mtu anafanya kitu ifurahishi Mungu, wenyewe unaona hii ni wrong, ndio ongea naye. Kama atakusikia. Na kama atakusikia. Lakini kitu mzuri umefanya your part. Ndio hata maandiko yanasema Ufunuo Yohana 2:11, aliye na masikio atasikia. Na kila mtu ako na masikio, lazima atasikia. Na lazima atakuwa na ile second thought. Ukiongea naye obvious lazima atakuwa na second thought. So make sure uko kwa kanisa, make sure unatembea, unafanya evangelism. Ndio mimi kazi kubwa mimi usiku hizi nafanya. Kama nilikuwa natembea na kisu hadharani, naibia mtu mchana hadharani, mbona nisubiri neno la Mungu hadharani? Ukitembea hivi, upatane na mlevi, upatane na mwizi, upatane na washerati, ongea na yeye, atakusikia. Labda sikupenda kwake ndo afanye hivyo. Mlete kanisani, umuonyeshe this is the right way. Unafuata hivi.
atabadilika. Na mtu mmoja akiokoka, mbinguni ni tamasha, sherehe. Na shetani wateka maandamano. Lakini shetani hizi faulu mbele ya Mungu. Mungu ni mkubwa. Ningependa tu kuacha na andiko moja. Kitabu cha Warumi, Romans 6:7 verse 13. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali zitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. 14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Yeno maandiko, na mbarikiwe. Amen. Jina naitwa Ian Kipto. Nimeokoka na mpenda Bwana. Hapo awali mimi sikuwa nimeokoka. Nilikuwa gaidi, jambazi ambaye alikuwa anatafutwa na DCI, CIDs, polisi, wazoa nyumba 10 huko nyumbani, huko Kaptembo, Ronda, Bondeni. Tulikuwa tumepotea, na hii confirm tulijipata tumeingia ndani tukiwa shule. Kuna shule huko inaitwa Nakuru West, kuna Uhuru High School, kuna Kenyatta, kuna Moi, kuna Creator. Hizo shule ziko na maguns ndani. Na hizo shule hakuna wachungaji wanakuja huko kuhubiria watu waokoke. Ni shule tu imeachiliwa, walimu vijana sasa ndio wana control walimu. Hapo ndo tulianza kuingia hiyo kiburi. Unakuja nyumbani unakaa na vijana confirm, wanakufunza kuiba. Pole tu wanakuvutisha bangi kidogo. Asubuhi unawapitia wanakuvutisha bangi ukienda shule. Ukifika shule unakuwa kichwa ngumu, unapiga mwalimu, unapewa suspension, ukifukuzwa. Unaenda kuna mheshimiwa anasaidia watu, unamuongelesha, anapigia mwalimu simu, unarudi shule. Na kuna kenye mwalimu atakufanyia sababu wewe umekuja above the law. Huwezi kupeleka mahali na huwezi kufanyia chochote. Sasa wanakukubali tu vile uko, hata wanakuogopa. Ukikuja shule masa unataka hawakuulizi. Sasa tukaanza kugrow kwa hiyo ukora tukiwa shule. Vile tulimaliza shule sasa tukatoka huko nje, tukajoin gang ya Confirm. Na Confirm si kudhibitisha ile yenye mnafikiria. Confirm ni gang ya vijana ambao ni wagaidi, wajambazi, na wanafanyaga vitu zao wakiwa na confidence. Wanakuibia na confidence, wanakutolea kisu hadharani, raia inaogopa, wanakudunga, wanachukua simu yako, unawaekea pin, ukikuwa kichwa ngumu unapoteza maisha yako. Wakaanza kututrain, wakaanza kutuingiza kwa hiyo roho pole. Sasa sisi nao kulingana na background ya street vile iko, kwa sababu huko vijana watambua kwenda kazi, vijana wanatambua ukora. Ukienda kazi wanakuita fala. Sasa hakuna vile wewe ulikuwa unataka kuitwa fala. Useme sasa mimi naitwa fala ndo marafiki zangu nikipatana nao wanichukue. Sasa inabidi unajiunga na hao. Tukaanza kufanya hiyo Confirm. Kwanza tumalize shule, that was 2023 May. Mimi nilimaliza 2023 May. Nikaingia Confirm hiyo mwaka. Wakani train, nikakuja qualify. Nikaanza sasa mpaka kutembea na peke yangu. Marafiki zangu wengine wakamaliza shule tukajiunga na hao. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Robert, tumefanya crime scene mingi sana na yeye. Tulikuwa tunajifungia kwa nyumba. Tuna fake account, tuna post, tunauza pikipiki, hizi magari, hizo vitu wamesema tu. Tunakuskamu, ukilipa tunakwambia forward message, tutoe verification code, ndio ile mzigo wako ipate access ya kutoka. Ukiforward message, ukiedit tunajua, tunakwambia hapana, piga screenshot utume sababu system inasema umeedit. Ukituma screenshot tunajua balance yako,
tunakuibia yote, tunakuingisha kwa mshwari, tunakutoa ya mshwari, tunachukua yote, alafu tunakuja tunachukua hustler fund na tunamalizia na fuliza. Wewe tunakuacha kama umebakia hivyo bure. Hiyo confirm ikikaza, tunapigia. Kuna kijana alikuwa anaitwa Tony, mwingine anaitwa Abedi, anatuletea duku hizi Cosmos hizi za white ndogo ndogo. Sasa ukimeza hiyo duku alafu uchukue hiyo msina inaitwa mafuta ya ndege, unapigisha kwa kitambaa. Ukipigisha hivi kwa kitambaa uanze kuvuta hivi, na sasa hiyo umekula duku, alafu ongeza na bangi kidogo, alafu pandisia na sigara. Ukitokea huko hivi nje upatane na mtu wa kawaida, haiwezi kuambia kitu, kwa sababu akili yako sasa umetumia madawa, wewe yuko normal tena. That's why uogopi kufanya kitu. Kama tuko wawili tunaenda hivi, tukiona fala anakuja, yana baki nyuma, mimi naenda mbele. Sasa mimi nikishaenda mbele, yana kuta hivi fala kisonga hivi, mimi namgeukia hivi na nyuma. Na mkaba shingo, huyo ana nini? Anachukua na mwekea kisu kwa shingo ama hivi kwa mbavu. Akikuwa kichwa ngumu, unamwonjesha kidogo. Akishaonja anakubali matokeo, anakupea simu. Akishakupatia simu, unachukua simu, unamwambia toa password kama na smartphone, toa pattern, iache ikiwa hivyo. Unaingia kwa M-Pesa, unamwambia check balance, kama kuna pesa unamwambia seme pin. Si hata nakuwekea pin, unamuitisha pin na lazima. Akikataa unamwonjesha ingine, akupatia pin. Alafu unamuuliza pia pin ya kufungua laini ni gani. Ukishajua pin ya kufungua laini na pin M-Pesa, unatuma kwanza hiyo pesa yote. Alafu unabaki na hiyo laini. Hiyo laini sasa ndio utatumia kuscam watu. Kuna vile una dial kwa hiyo laini, unafunga hiyo. Kuna vile unafunga hiyo laini, haisi fanya replacement. Mpaka aende Safaricom customer care na ID. Ndio atapata access ya kufunga laini, lakini ila kwenda kwa duka kureplace haezi. Na before ende Safaricom, hiyo laini utakuwa umeshatumia kuscam watu. Utakuwa umeibia watu, wamekutumia pesa hapo, umewithdraw. Sasa unabanja na jina yake. Yes, sasa ndo anabaki anatafutwa. Hiyo ikikaza, tunachukua pikipiki, tunaingia snatching, tunakupata hapo kwa na simu yako, unaongea kwa masikio, tuna snatch, tunaenda nayo. Tukishikwa twende police station. Maskari pia wana operate na vijana wa confirm. Wanakuambia leta ile nyebamba, leta ile nyumbani. Unawapatia, wanakuachilia. Kesho bado unamuko unaendelea na the same crime. Na kulikuwa tunaoperate na different groups. Kuna group ya Ronda, kuna group ya Kaptembo wanaitwa Mauki, kuna vijana wa Ronda walikuwa wanaitwa Majani Sako, kuna TZ ya Bondeni. Hizo zote ni confirmed gangs na zina huwa watu Nakuru na pia wanauana wenyewe kwa wenyewe. So kuna siku fulani tulikuwa tunafanya mpaka kazi za assassination. Bwana akatusaidia. Sasa kuna ndugu yangu Robert walikuwa wamepatiwa kazi na mama fulani wakuja kufanya assassination huko Londiani. Huyo mama alikuwa anataka kuua bibi ya bwana yake. Sasa akaambia Robert kama anaweza fanya kazi, wakaelewana. Lakini pesa ikakuwa kidogo. Robert akamwambia tuwezi fanya hiyo kazi, di pesa ni kidogo. Huyo mama akakuja kwetu, akatupata mimi na kijana mwingine anaitwa Kaba. Sisi tuko na njaa ya pesa. Tukaongea na yeye, tukamwambia ina shida. Tukapanga siku, ikafika hiyo siku. Tukakutana na yeye. Tukamwambia hii kazi lazima tufanye, tunafanya tukiwa walevi. Akatubaia pombe. Kwanza tukakula lunch, tukakunywa pombe. Tukamwambia sisi hatuwezienda na means ya transport yenye unataka, labda unataka kwenda kutuuisha. Tukachukua pikipiki na driver wetu, driver Shua mwenye alikuwa anatubebaga hata tukifanya snatching. Yeke pikipiki mafuta full tank. Akaweka full tank. Tukamwambia huyu mama, sisi hatuwezi dunga mama kisu, hatuwezi piga mama panga. Labda ubai mafuta tumchome. So akanunua mafuta kwa kibuyu, akatubaia na ndoo. Tukafika hapa Total Interchange, tukamngojea. Akatupea location, akatuelezea.
Sisi tukaenda tukafika pale, nikaambia rafiki yangu, iko haja gani tuue mama na nilika mama yetu? Situfeki story na turudi tumwambie tumeaccomplish mission na tulipe yetu. Tukafanya hivyo. Hiyo mafuta alikuwa ametubaia, tukaweka kwa pikipiki, jo bado ilikuwa full tank, yenye ilibaki tukatupa huko na kibuyu. Tukatupa na hiyo nini pia hiyo ndoo. Alafu nikamwambia dereva, si unajua vile utajifanya, rudi hapo mbio mbio, ukipiga maoni ujifanye tumechapa scene. Tukamfikia hapo tukamwambia, mother, fanya aje, tushamaliza, tupatie yetu. Akasema, mbona sijisikia manduru? Nikamwambia ndo tumefanya sahi, tupatie domo pia tukumalize. Ikabidi amefanya pia jambo, sisi tukatoka. Tukarudi Nakuru. Yeye vile alifika huko yeye alipatana na Kenya, alipatana juu tukufanya hii ni scene. Tulikuwa tunamchezea tu. Sasa tumerudi, tuko na pesa, bado sisi ni walevi. Tukaambiana na hiyo rafiki yangu, sasa kuna mali ilikuwa tunafaa kwenda kukunywa pombe. Wanaita huko Daraja huko Ndarugu. Sasa tulikuwa tumeelewana tunafika home, alafu tuende huko. Sasa kufika home, tukapatana kwanza na huyo akasema tumemnyang'anya kazi. Alikuwa na kijana mwingine anaitwa Koli. Akasema nyinyi mpaka ni wachimbi, nyinyi mpaka mnaturusha mpaka shughuli. Akamwambia hapana, si nyinyi mlikataa kazi. Akatuambia ina mambo basi, lakini kodi itasoma. Tulikuwa tumezoea ukifanyia mabaya. Juu sasa tumelelewa street moja, hizi ni dunga na hizi ni uwa. Pia atakuja kuninyang'anya kazi, labda ataibia mteja wangu akose kunilipa, ama tufikie fala nirushe. Sasa akaniambia ni sawa tu, kodi itasoma. Tukafika kwa nyumba, hiyo kijana mwenye tulikuwa tumekuja na hiyo story, tukapigana na yeye, tukakosana. Akapasua mpaka meza yangu ya glass. Huko mwa ilikuwa tuende tukunywe pombe na yeye. Sasa juu tulikosana, tumepigana mpaka tumetoana damu. There is no unaenda na mtu mmepigana na yeye. Juu bado sisi ni walevi, bado tutaenda kupigana huko mbele. So ikabidi ameenda tu peke yake. Akakutana na vijana wengine bado marafiki zetu. Lakini vile alifika pale hivyo hakumake it. Vijana bado walimdunga, wakamdunga kisu ya tumbo, wakamdunga ingine huku, wakamfungia mawe, wakamtupa Ndarugu. Ilikuwa day 27 December 2022. December day 27 2022 akadungwa kisu. After tumetoka hiyo story, kudungwa kisu akatupwa kwa maji. Akakuja kapatikana Januari tarehe 3. Ndio tulimtafuta hizo siku zote hatukumpata. Sasa kuna Masai alienda pale kuoga, jua Masai anaogaga huko. Ile nyama ameoga anataka kuingia kwa maji ajikamue ile design ya kududufu. Anashika anaingia hivi anapata anaguza kitu anasikia ni soft. Akafikiria ni nyoka, akaguza na kijiti. Kuunua hivi akaconfirm na mkono kuunua hivi akapata ni mtu. Akapiga nduru. Maskari wakaenda. Sisi tuko base tumekaa tunawarusha hiyo kuscam watu tunaitaka kuwarusha. Unapiga simu unamwambia halo, kwani mko makona gani? Buku jeni hapa chini usikimba kaka kaba amepatikana kama menyuria. Sisi tukaenda hapo Ibanya tukaona nyaje manyolo nule best yetu nyaje amemangwa na mara mwisho alikuwa na mimi. Sasa watu wakaanza kusema mimi nimempeana. Baada mzuri kuna mtu anaitwa Leo alikuwa anaishi naye kwa nyumba moja, akasema ukijana ukabali kuja kachukuliwa na kijana anaitwa Eugene na Koli tunamtaa Bats. Sasa wakamchukua wakaenda na yeye, lakini hakurudi hiyo siku. Sasa vile wao jamaa walimpeleka kwa kamuua, vile walisikia imejulikana pia wakatoroka. Sasa pia sisi tulikuwa tumeshikwa na ile hasira, tukasema aje sisi ni vijana wa base moja. Kama ni kudungana visu inafaa tunaenda huko bondeni tunawadunga huko, ama tunaingia huko Ronda tunawadunga huko. Sisi ni vijana wa Kaptembo, vijana wa nyumbani. Tumelelewa pamoja, mbona tuone sisi wenyewe kwa wenyewe. Yeye kaleta beef, wao vijana wakaepa. Mimi nikaenda nikakaa chini, Roy kanikujie, nikaanza kujiuliza maswali. Nikasema, auoni hapo umeponea. Kama ungeenda na yeye, si pia labda ungekufa hiyo siku. Pia ungedungwa. Na nikakumbuka tena pia kuna siku fulani bado niliponea nikiwa na Robert.
kakumbuka vile nimeponea kifo mara mingi. Sasa nikuulize kitu ile tujumlishe kidogo kwa sababu ya wakati. Wale marafiki zako ambao mlikuwa pamoja kwa hiyo gang unawajua, wangapi wameuawa ama wamekufa saa hizi? Sasa hiyo wenye wamekufa ni wengi, more than 50. Kaptembo Bondeni wamekufa more than 100. Ronda pia wamekufa. Hata last Sunday part 1 kuna vijana huko walidungana visu. Mmoja alidungwa kisu hapa kwa shingo. Alikuwa tu rafiki yetu, mmoja alidungwa kisu hapa, mwingine akadungiwa ya huku, mwingine akapasuliwa matumbo. Hao ni vijana watatu walikufa on last week Sunday part 1. Hakuna swali lingine ningependa kuuliza, tuelezea wapendwa wa kanisa. Wewe ulitaja hiyo wakati ulitoa ushuhuda hapa. Ulikutana na watu wa kanisa lakini hauwezi kuwaambia kwamba mnafanya vibaya ama kuwahubiria ama kuongelesha. Imekuwaje wanaogopa? What was the problem? Waeleze. Ni kweli. Mapasta walikuwa wanapitaga hapo na Biblia, wamevaa suti, lakini hawawezi tuongelesha. Wanatuogopa, wanaona hao vijana ni wa confirm, wanaweza tuibia, wanaweza tudunga visu. Yaani sasa walikuwa na hiyo uoga kwa sababu pia hawaamini Mungu, wanasema sisi tunaweza enda pale tuuliwe. Sasa wanaogopa kukuja kuwafikia. Wanasema hao Wakristo pia ni waoga sana. Ni waoga sana. Wanaogopa kukufa. Hawezi kemea watu wakifanya dhambi. Hawezi kemea. Wanasikia tu mtu amedungwa. Wakikuja pale wapate vijana wanavuta bangi, hawezi kuja pale waambie wapendo, unajua Bwana wanawapenda, anze kuwahubiria. So wanapita tu wanaogopa. Hata sometimes wanakuja hivi akiona mko pale, anageuka hivi, anaita pikipiki, anarudi na hii barabara. Kwa sababu Robert aliniambia kitu wakati tulikutana. Kuna wengine bado wa ministry tu. Siku nyingine tunaenda kupatana nao, tukawaambia, pastor, kujeni hata muongee na sisi." Tulikuwa wengi, wakatuambia, situwezi ongea na nyinyi. Nifanyeni shughuli yenu, si acha twende pe tunaenda. Waliona gang pale watu wa kanisa letu na gang vijana wangapi hivi walikuwa wangapi? Ilikuwa hii Sunday. Unajua hii Sunday ndo vijana wanapatanaga. Tulikuwa karibu more than 15 hivi. Vijana 15 na unajua vile walikaa si kama saa hizi, walikaa kwa njia tofauti kidogo. Na wanamwambia pastor tuongeleshe. Na watu wetu wanatoka bio. Sasa hii ni Ukristo aina gani? Unaacha watoto wakufe pale kwa dhambi. Na wewe waongelesha na kuambia hii njia ni mbaya. What is the cowards doing in the church? Waoga wataingia mbinguni gani wapi? What is that? Kwa sababu uliniambia hakuna siku moja sikia neno la Mungu. Watu wewe uchui neno la Mungu, hakuna mtu amekwambia. Hakuna, hata wanaogopa kuhubiri huko chini. Kwa shule wahubiri wengi huko. Kwa shule wahubiri wengi ni garden counseling. Na huko nje wanawaogopa. Waongeleshi. Hata wataki kupatana na nyinyi hivi. Unajua kwanza hizo wakati tulikuwa tunakaa vibaya sana. Pata kwa wengi, wengine wako na alama za panga kwa uso, wengine wako na rasta, wengine tu nguo wamevaa, yani wanaogopa, mbaya na shangaa. Watu wa Mungu. Wakati nilikuja huko nisema nataka kukutana na hii gang, mlifikiria nini? Kwanza kitu kwanza uliingia na confident ingine. Ile shida ile confidence ya shetani. Tulifikiria kwanza unajua mliingia kama watatu, wewe na watu wawili nyuma yako. Tukashangaa hawa wanaweza kuwa ma DCI. Juu tuko napenda ma DCI, tulikuwa wanted. Ile yenye ukipatikana utapigwa risasi, mpaka wanasema wanaambia raia wao kuchome au watakujia jivu yako. Lakini vile uliingia baka shetani aliogopa na akatoroka na vijana wakaenda kwa Yesu. Haleluya! Si ndio? Sasa mtafikia vijana wenu hapa mimi wanakufa kwa dhambi.
Mtaacha kuogopa na kujificha na kujifanya fana sijui ni watakatifu sana kuliko watu wengine. Na watoto wetu wanakufa kwa bangi, wengine wanakufa kwa pombe, wengine wanauliwa hapa na ukora, wengine wapigwa risasi, na ninyi mnakaa kanisani tu na mnanyamaza. Kwani mbinguni gani tutaingia na hii tabia? Iishe leo. Imeisha. Imeisha. Tutaleta hao vijana wote kwa kanisa na kuwaombea na kuwabatiza na wahubiri injili na waingie mbinguni. Haleluya. Siku hizi tunasika watoto vijana wadogo wanakufa kuliko hata wazee kwa sababu ya dhambi. Sivyo? Wacha ishe. Kwa sababu vijana wasema hakuna mtu yoyote amwaye kuambia neno la Mungu. Wakristo wanahepa tu na waogopa. The blessed senior archbishop, it is also important kutukumbusha kwamba hii vijana majina yao ilikuwa kwa list ya polisi pale Nakuru. Majina yao ilikuwa kwa list ya watu wenye wanafaa mkikutana naye no shoot to kill. Blessed senior archbishop akaenda nao kwa polisi na police commissioner akatoa majina yao kwa list. Hallelujah! Wakati Robert aliokoka niligundua huyu alikuwa mmoja ya viongozi wa hiyo mageng na alifanya mambo mengi. Nikamwambia twende straight kwa polisi. Tulienda direct. Ulifikiria nini wakati nilikupeleka polisi siku ya kwanza? Waambie. Malikuwa nasikia niruke kwa hiyo kioo ya gari kienda. Kwanza nilijua yenyewe, mimi naenda kufa leo. Kumbe shetani ndo alikuwa anaenda kukufa. Alafu mkubwa ya polisi aliniambia wenyewe huyo ako jina yake kwa ile list to shoot and kill. Na nikamwambia sasa kijana yangu ameamua kutubu na kuokoka, vuta hiyo jina kwa hiyo list. Yesu anaweza ama hawezi? Ana nguvu ama hana nguvu? Mnaacha kuogopa shetani. Mnaacha kuogopa wakubwa. Mtakuwa kama wale makuhani 30 ambao waliambia mfalme toka, acha mchezo. Na mfalme akataka kuwakasirikia, lakini Mungu aliwapigania. Haleluya! Haleluya! Tutaleta vijana wetu kwa Yesu. Kwa hivyo nikija next time hapa nipate hiyo kanisa imebomolewa, imejengwa mara 3 hiyo size. Haleluya! Watoto wanakufa kwa pombe, wanakufa kwa bangi, wanakufa kwa ukora, wanakufa kwa usherati na hawajawahi sikia neno la Mungu. Na ni Kenya jameni.